kwenye mashindano haya ya 8 hapa katika mji wa Kikore, ambapo mmejitokeza kwa wingi. Ndugu zangu wana Kikore, na washukuruni sana. Maandalizi haya peke yetu kama ofisi ya mbunge tusingeyaweza, msingetuunga mkono, lakini mlitupokea tulipopata ombi kutoka kwa Sheikh Othman, sheikh wetu wa kata ya Kikore, naye alileta ombi akatamani mwaka huu mashindano haya yafanyike hapa kwenye kata yake ya Kikore, na sisi tulimkubalia, na naona kabisa mlikuwa na uhitaji watu wa Kikore kuwaletea mashindano haya. Mmekuja kwa wingi, lakini kwenye maandalizi mmeshirikiana vilivyo pamoja na ofisi yetu ya mbunge. Kazi kubwa mmeifanya kwa pamoja. Asanteni sana sana. Ndugu zangu, ni mashindano ya 8. Tulianza kwa pamoja mwaka 2017. Tulianzia pale kata ya Kikilo kwa pamoja, ndipo tulipoanzia. Na sote huwa tunakumbushana kwa nini tuliamua, kwa sababu Kondoa ilikuwepo hata kabla hatujapata uhuru wa taifa letu. Kondoa ilikuwepo. Kondoa ni wilaya kongwe. Hatukuwahi kuwa na mashindano haya ya kuhifadhi na usomaji wa Qur'an, lakini ilipofika mwaka 2017 wanakondoa mliyaomba mashindano haya, na kwa kuwa mliniamini mkanituma, naomba niwashukuru kwa kuniamini na kunituma kama mwakilishi wenu, lakini kama msemaji wa mambo ya Kondoa nawashukuruni sana wanakondoa. Mliponiomba tunahitaji haya mashindano, na mliniomba kwa njia ambayo ni nzuri sana. Huwa naisema njia hii na nitaendelea kuisema. Alitokea kijana wetu aliyekwenda kushiriki mashindano ya dunia ya usomaji Qur'ani na akafanikiwa kuwa namba 2. Alipofanikiwa kuwa namba 2 akarejea nchini Tanzania, na yeye anaishi Dar es Salaam, lakini ni mwenyeji wa kata ya Kikilo. Aliporejea ndugu yetu kijana wetu Rajai, watu wa Kikilo wote wakawa wananitumia message, mheshimiwa, tunaomba utupe nauli twende tukampokea Rajai Dar es Salaam. Na mimi nikawaambia uwezo wa kuwapa wana Kikilo wote nauli, uwezo wa kuwapa watu wa Kondoa wote nauli ili tukampokea Rajai Dar es Salaam sitoweza, ila nina uwezo wa kumleta Rajai Kondoa. Na alhamdulillah kwa pamoja tulimleta Rajai pale Kikilo, tukampokea na tukamshukuru mtoto wetu kwa kutuwakilisha vema kwenye mashindano yale. Baada ya mashindano yale, nyinyi kwa sababu ndio mlionituma kazi, mkanituma kazi, mkasema hatutamani yaishie hapa Kikilo, tunatamani mashindano haya yaendelee mwaka hadi mwaka kila inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kuniwezesha hili na kutuwezesha wanakondoa jambo hili. Ni mwaka wa 8 sasa, kila inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumekuwa na siku moja ambayo tumeiweka ili tuweze kukienzi kitabu kitukufu cha Allah. Na kwa mwaka huu ilikuwa siku ya leo, na leo tuko hapa Kikore. Nikatamani niseme pamoja na ile kumpokea kijana wetu, lakini malengo yetu pia ya kuendelea na mashindano haya ni tuendelee kukienzi kitabu cha Allah kama ambavyo imekokotezwa kwetu. Lazima tuendelee kukisoma, lazima tuendelee kukihifadhi, lakini kuyaishi yale yaliyomo ndani ya kitabu kitukufu cha Allah, nayo ni Qur'an tukufu. Kwa hiyo moja ya lengo pia ni kuendelea kukienzi kitabu cha Allah. Alhamdulillah tumeendelea hivyo. Lakini pili, tunapokienzi kitabu cha Allah nini tunajifunza? Moja ni kuendelea kukiandaa kizazi chema cha wanakondoa, kizazi chema cha Watanzania. Kwani kama wanadamu tumeamriwa unapoondoka duniani hubaki mambo matatu:
Kati ya mambo matatu yanayobaki, jambo moja wapo kati ya matatu ni mtoto aliye mwema. Kama umeacha kizazi chema nyuma yako, basi mambo yako hayajaisha pale tu tunapokufukia ndani ya kaburi lako. Mambo yako huendelea, kwani mtoto yule mwema ataendelea kukuombea dua. Ndiyo hiki tunachokifanya. Tumeona watoto wetu kuanzia juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya 30. Watoto wadogo kabisa wamesoma, tumewaona. Tunakiandaa kizazi chema cha Kondoa kwa ajili ya Kondoa yetu, kwa ajili ya Tanzania yetu na kwa ajili ya akhera yetu pia.